niwaache huru. Kwa hiyo tokeni na mwende zenu kwa amani. Watu wa Mungu, unaposikiza hadithi, pengine unaweza kuwa na mawazo mengi, ama unaweza kuwa pengine uko tofauti na chenye naenda kuongelea. Maandiko inasema kulikuwa na binti mmoja, alikuwa na roho ya uaguzi ama kipawa cha kuona. Huyu binti alikuwa anafuata Paulo na Sila, na akasema watu ni watumishi wa Mungu, watu wanahubiri jambo ama kitu ambacho ni cha wokovu. Maandiko inasema ya kwamba huyu mama ama huyu mchana alikuwa anatumika. Kuna watu walimpea hiyo roho akatumike. Kuna watu walisanyana wakakutana wakapea ule mwanamke roho fulani, hata ukimwona utadhania ni roho wa Mungu, lakini alikuwa sio roho wa Mungu. Wanakula kupitia ule mwanamke. Lakini leo niko na ujumbe. Tutaongea leo kuhusu huyo mwanamke. Maandiko inasema, na wakati Paulo alipokemea ule pepo chafu ndani ule mwanamke na akamtoka, Paulo na Sila wakashikwa. Naanza hapo. Kuna watu pengine ulibarikiwa, pengine ukafika kiwango fulani, pengine ukanunua shamba, pengine watoto wako wakapita, pengine kuna vitu umefanya kwa maisha ambazo watu wengine hawana. Imewagharimu mpaka wamekuchukia mahali upo, kwa sababu kile unacho ni mwangaza, lakini wao hawajui. Maandiko inasema na Paulo na Sila wakapelekwa gerezani kwa sababu ya kukemea ule pepo mchafu akatoke ule mwanamke. Kupitia kile kitendo wakawekwa gerezani. Maandiko inasema na wakadhulumiwa sana. Mtu wa Mungu, pengine watoto wako walisoma. Waliposoma, watu wa kwenu wamewachukia. Watu wa kwenu wameanza kuchukua hatua kuharibu hata watoto wako kwa uchawi, kuharibu watoto wako katika vitu ambazo ni za kiganga. Niwaache huru. Kwa hiyo tokeni na mwende zenu kwa amani. Watu wa Mungu, unaposikiza hadithi, pengine unaweza kuwa na mawazo mengi, ama unaweza kuwa pengine uko tofauti na chenye naenda kuongelea. Maandiko inasema kulikuwa na binti mmoja, alikuwa na roho ya uaguzi ama kipawa cha kuona. Huyu binti alikuwa anafuata Paulo na Sila, na akasema watu ni watumishi wa Mungu, watu wanahubiri jambo ama kitu ambacho ni cha wokovu. Maandiko inasema ya kwamba huyu mama ama huyu mchana alikuwa anatumika. Kuna watu walimpea hiyo roho akatumike. Kuna watu walisanyana wakakutana wakapea ule mwanamke roho fulani, hata ukimwona utadhania ni roho wa Mungu, lakini alikuwa sio roho wa Mungu. Wanakula kupitia ule mwanamke. Lakini leo niko na ujumbe. Tutaongea leo kuhusu huyo mwanamke. Maandiko inasema, na wakati Paulo alipokemea ule pepo chafu ndani ule mwanamke na akamtoka, Paulo na Sila wakashikwa. Naanza hapo. Kuna watu pengine ulibarikiwa, pengine ukafika kiwango fulani, pengine ukanunua shamba,
pengine watoto wako wakapita, pengine kuna vitu umefanya kwa maisha ambazo watu wengine hawana, imewagharimu mpaka wamekuchukia mahali upo, kwa sababu kile unacho ni mwangaza, lakini wao hawajui. Maandiko inasema na Paulo na Sila wakapelekwa gerezani kwa sababu ya kukemea ule pepo mchafu akatoke ule mwanamke. Kupitia kile kitendo wakawekwa gerezani. Maandiko inasema na wakadhulumiwa sana. Mtu wa Mungu, pengine watoto wako walisoma, waliposoma watu wa kwenu wamewachukia, watu wa kwenu wameanza kuchukua hatua kuharibu hata watoto wako kwa uchawi, kuharibu watoto wako katika vitu ambazo ni za kiganga.